Leo tutazame tactical question ambazo walikuwa wanaulizwa Spurs dhidi ya Man City, especially Man City bila mpira. Man City bila mpira walikuwa wanafanya pressing walikuwa wanafanya ball oriented pressing Ni aina ya pressing ambayo unaziba na muda na nafasi, ama una press sehemu ambapo kuna mpira, and then walikuwa wanafanya wide traps. Wide traps ni aina pressing traps ambayo unamnyima mpinzani wako muda na nafasi ya kupita katikati ya kiwanja through na kumlazimisha acheze maeneo pembeni zaidi kwa fullback. Lakini Man City aina pressing ambayo walikuwa wanafanya, walikuwa wanazingatia vitu vifuatavyo. Moja, wakati wanafanya pressing walikuwa wanaweka kivuli kwenye upande mmoja walikuwa wanaweka shadow of cover walikuwa wanaukata uwanja nusu. Kwa hiyo wanamlazimisha mpinzani afanye build up kwenye maeneo pembeni zaidi. Wataki apite ndani through, kwa wanamlazimisha acheze maeneo pembeni zaidi around. Lakini kwa nini walikuwa wanamlazimisha apite maeneo pembeni zaidi around? Moja, ni karibu na touchline areas, lakini mbili, ni very isolated. Why? Kwa sababu maeneo ya pembeni karibu na touchline areas ni rahisi kwa fullback wa Spurs kutenga, kwa ni rahisi kumpin. Lakini tatu, ni area of engagement. Man City walitumia maeneo pembeni zaidi kama area of engagement, upande ambao walikuwa wanatumia kuwa pin Spurs. Lakini kitu kingine ambacho walikuwa wanakizingatia Man City wakati wanafanya pressing ni second waves. Baada ya mstari wa kwanza kushindwa kufanikisha pressing kwa mara ya kwanza, walikuwa na line ya pili ambayo walikuwa wanairudisha pressing kwa mara nyingine. Ninakuja na episode ya pili nikueleze ni namna gani Spurs walikuwa wanakabiliana na pressing ya Man City, especially second half. Jina